moyo wangu ukae kimya. Amen. Leo ndani ya Song of the Week tunaangazia Moyo Wangu, wimbo ulioimbwa na Patrick Kubuya. Patrick Kubuya is a gospel musician from the Republic of Congo, celebrated for his powerful voice and spiritually uplifting music. Usilie tena moyo wangu, usibabaike, unaye Mungu mkuu sana. Karibu tupate kujua kilichomfanya Patrick Kubuya akawimba wimbo huu, Moyo Wangu. Mwaka wa 2012 wazazi wangu wakawa wamefariki wote na tukepitia gumu sana kabisa. Mimi ni mzaliwa wa kwanza na nyuma yangu kuna watoto wadogo wangu wa 6 na si rahisi sana kwa miaka niliyokuwa nayo. Kwa wakati nilikuwa kama G1, kwetu tunasema G1 kwa university, mwaka wa kwanza. So nikamlilia Mungu sana. Nilipoenda mwaka wa pili, mwaka wa tatu, Mungu akanitumia mtumishi wake mmoja akiniambia kwamba Bwana amesikia maombi yako. Ananiambia nikwambie kwamba kisha shule atakuinua. Sikujua ataniinua kivipi, kama ni kihuduma, sijui kama ataniinua kikazi, sikujua. Lakini niliendelea kumuomba Mungu na mateso yaliendelea kweli. Changamoto za maisha zikawa nyingi sana. Mwaka wa kwanza nilipomaliza shule nikapata kazi, nikaoa. Na kuoa, unajua unapata mshahara, alafu unauleta nyumbani, unaupatia mke wako, unakosa kama mshahara mkale mvae, ikikuwa ni ndogo sana. Unapopata mshahara ndio manunguniko tena yanakuja mengi. So nilikuwa kama nasikia maumivu moyoni. Nikamsogelea Mungu, nikamlilia, umeruhusu wazazi wangu waende, umeruhusu nikawe mzaliwa wa kwanza, lakini umenipa kazi pia. Mshahara ninaopata kweli haunisaidii mimi na wadogo wangu. Nililia kabisa, nikimlilia Mungu. Kweli Mungu ndiye msaada wa karibu wakati wa shida. Ndio hapo nilikuwa nimemaliza maombi nikalala. Nilipolala nikasikia sauti la Bwana likiniambia kwamba ambia moyo wako utulie, kwa maana una Mungu aliye mkubwa zaidi na wakati atakusaidia. Aha. Alipomaliza kuniambia hivyo, ndani ya ndoto huu wimbo kakuja, moyo wangu kae kimya. Moyo wangu ukae kimya. Katikati ya usiku, saa 6 za usiku, nikaamka. Ninakuwa na tabia ya kwamba nikilala phone yangu iwe kichwani na gita iwe hapo. So nikaamka, nikachukua phone, nikaanza kurekodi wimbo huu. Je, haya yote yakiendelea, Patrick Kubuya alikuwa peke yake kwa nyumba? Sikuwa mwenyewe, nilikuwa na mke wangu. Sasa nikamsumbua mke wangu hiyo usiku kabisa, kulala akikwazika kabisa, lakini wimbo ulipanda. Sasa wakati wote nilikuwa ninataka kurekodi huko naharibika. Nimeenda studioni, nimerekodi wimbo napotea. Nimeenda studioni, nimerekodi wimbo, afu nimesikia vitu visivyoenda sawa. Kwa nini ilikuwa ngumu kurekodi wimbo huu? Ilikuwa ijakuwa wakati wa Mungu. Na Mungu kweli hakukusudia ile wakati. Na sasa akikuwa anakusudia kwamba nikikifanya chote kinaharibika. Sasa mwaka wa 2018 ndo nikaanza sasa kuomba Mungu, niambie unataka fanye nini. Wimbo wa moyo wangu ulikuwa unaishia tu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ulikuwa unaishia hapo. So nilikuwa kwa maombi nikasikia, ndani ya Kristo ninaweka. Kinapanda sasa. Ndio Mungu akaniconvince kwamba akiniambia huu wimbo utagusa mataifa. Nimemaliza maombi, nikamzungumzia mke wangu. Mungu ameniambia kwamba wimbo utagusa mataifa kweli, na ni wimbo utapiga kabisa. Mke wangu akanicheka.
Acha vitu vyako. Wimbo wa kwaya wa mama, najua kwetu akisema wimbo wa kwaya wa mama, unajua mwenyewe. Nikisikia kwamba ameushusha sana, lakini nilikuwa na uhakika wa Mungu kwamba ni wimbo ambao utagusa wengi. Nikamwambia mke wangu, unanicheka lakini utashuhudia. So nikaenda kufanya album ambao huu wimbo Moyo Wangu unapatikana ndani. Nimetia nyimbo zote, lakini nikiacha Moyo Wangu. Wimbo wa Moyo Wangu kasahaulika hivyo. Nipotaka toka studioni, nikasikia roho inaniambia kuko wimbo ambao umeusahau na inakubidi ukaurekodi. Sasa nikaambia wapiga muziki turudi studioni tukaufanye huu wimbo huu tutafanya hata siku nyingine nini. Nikamwambia twende, wakiniambia hawakuwa wanauthamini kabisa. Kumbe ulikuwa ndio wimbo ambao utabeba album mzima. Tukaingia studioni tukifanya kama mchezo. Kwa kweli hawakufurahia, hawakuupenda. Lakini kisha mwezi mmoja tu wimbo ulipotoka, wao ndio wakikuwa washuhuda wa kwanza. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie niete. Aliingia rohoni mwangu. So nikafanya sasa tamasha hiyo ambapo sasa imejulikana na wengi. Ndio Mungu akiruhusu sasa hasa Tanzania, Kenya, na kitu cha kushangaza Uturuki. Mama mmoja Mturuki Muislamu hajui AB ama ya nini ya Kiswahili, lakini akanishuhudia kwamba huu wimbo unamhudumia. It's a powerful song. Wimbo nao wabariki watu kwenye mataifa mbalimbali. Ndani ya Song of the Week, that has been the story behind the song Moyo Wangu by Patrick Kubuya. Hadi wiki ijayo kwa mengine mengi, jina langu ni Kanja Lilian.